Sikia hii habari ya tajiri mmoja aliyekuwa anatamani kurithi uzima wa milele. Alimfuata Yesu akamuuliza, nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Yesu akamjibu akamuuliza, je, unazijua amri za Mungu? Zile usiibe, usiue, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Tajiri akajibu, ndio, hizo nimezishika tangu utoto. Basi Yesu akampenda mtu huyu, akamwambia, umepungukiwa kitu kimoja. Sasa nenda kaziuze mali zako zote, wagawe maskini na wahitaji, halafu nifuate. Lile neno la kumwambia akauze mali zake zote, awagawie wahitaji, halafu amfuate, lilimfanya aumie na kukwazika huyu tajiri. Aliondoka mahali pale akiwa amefadhaika. Yesu akageuka, akawatazama wanafunzi wake na akatazama huku na kule. Akawaambia jinsi itakavyokuwa shida kwa tajiri kurithi uzima wa milele. Wakati wanafunzi wanaendelea kustaajabu kuona kwamba ni maneno magumu aliyoyatoa Yesu, wakati wanaendelea kustaajabu akasema jinsi ilivyo shida wenye kutegemea. Sasa unaona, kauli ya kwanza alisema jinsi itakavyokuwa shida kwa wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ya pili akamwambia jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wa Yesu wakati wanaendelea kustaajabu wakamuuliza Yesu, basi ni nani anaweza kuokoka? Maana waliona maneno haya ni magumu. Kama tajiri inabidi auze mali zake zote, awagawie wahitaji, ndipo amfuate Yesu, hapo anaweza kaurithi uzima wa milele. Waliona hili neno ni gumu sana kwa mtu yote kulifanya. Hata wewe unayesikiliza inaweza kuwa ni neno gumu sana kulifanya, lakini kimsingi ukifuatilia maana ya hili neno haikuwa kwenye kuuza mali. Kwa sababu hapo ukisoma mara ya pili Yesu alipokuwa anawasisitiza wanafunzi wake akasema hivi, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali. Maandiko yanatusisitiza sisi hatutaki kutegemea kitu chochote kile isipokuwa kumtegemea Mungu. Sasa hapa msingi mkubwa haukuwa kwenye tajiri kuuza au kugawa zile mali zake. Msingi mkubwa ulikuwa moyo wa huyu tajiri unataka umtegemee nani? Kwa moyo wa tajiri ulikuwa unazitegemea mali zake na alikuwa anaamini katika mali zake. Kwa aliona bora ni ukose huo ufalme au huo uzima wa milele kuliko nikauza mali zangu. Hakuwa tayari kuamini kwamba naweza nisiutegemee utajiri wangu au naweza nisitegemee mali zangu na nikamtegemea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo kesi kubwa haikuwa kwenye utajiri. Sasa hivi kwenye jamii kunakuwa na maneno kwamba matajiri hawataenda mbinguni, matajiri hawawezi kwenda kuokoka, matajiri hawawezi kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kweli kama tajiri atakuwa anazitegemea mali na mali amezifanya kuwa Mungu wake, huyo mtu itakuwa ni ngumu sana kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini kama mtu atakuwa amedhamiria kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, pesa si kitu. Sina maana kwamba atauza mali zake amfuate Yesu au atagawa mali zake, lakini yeye haweki tegemeo lake katika mali alizonazo, haweki tegemeo lake katika vile vitu anavyomiliki. Tegemeo lake litakuwa kwa Mungu. Kwa vile vitu anavyomiliki inakuwa ni sehemu tu ya kuendesha maisha ya siku zote. Na hii ndivyo ambavyo natakiwa tuelewe watu wa Mungu kwamba umiliki au kutawala au kuwa na mali au kuwa na fedha na vitu vyote vya utajiri hakuna maana kwamba mtu akiwa navyo hivi anaikosa mbingu au mtu akiwa navyo hivi hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Hapana. Hivi vitu vinasaidia pia katika kazi ya Mungu. Ni vitu vya muhimu sana katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo bado pia hata sisi tunaoamini tunahitaji fedha, tunahitaji mali kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu iende vizuri. Lakini sasa hapa msingi haupo kusisitiza mtu auze au agawe. Upo kusisitiza mtu asitegemee. Sasa Yesu alipomwambia kauze, jamaa alipoona haiwezekani kuuza, bora akose ufalme, inaonyesha kabisa kwa namna ya wazi kabisa kwamba huyu mtu hautegemei kabisa ufalme wa Mungu wala hautarajii. Kwa anaona ni bora kabisa ni ukose, lakini mali zangu ziwepo. Lakini amesahau kwamba mali zote ambazo mwanadamu anazo na kila kitu ambacho mwanadamu anacho ni cha hapa duniani tu. Hatuwezi kuenda navyo mbinguni wala mtu hawezi kuenda navyo jehanamu. Kwa zaidi tu pesa na mali zinatusaidia kutimiza mahitaji yetu ya kila siku ya hapa na pale, hapa katika safari ya hapa duniani. Ndio maana Yesu wakati anaendelea kujibizana na wanafunzi, wakamuuliza kina Petro, akasema sisi tumekufuata wewe, tutapata nini? Maana hapo ukisoma vizuri kwenye hayo maandiko, habari inapatikana katika kitabu cha Marko 10 kuanzia mstari wa 17, pia katika kitabu cha Luka 18 kuanzia mstari wa 18 pale. Hizi habari zinapatikana. Utaona mbele, ukiendelea mbele zaidi utaona Petro anamuuliza, wanafunzi wa Yesu wanamuuliza kwamba sisi tumekufuata wewe, tutapata nini? Akawaambia hakuna aliyeacha nyumba, aliyeacha ndugu wake, ndugu waume, aliyeacha
baba na mama, aliacha watoto, aliacha mashamba kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya Injili, akakosa mara 100 ya hapa duniani na uzima wa milele. Alikuwa anamaanisha kwamba mtu yoyote atakayekubali kuachana na ndugu, kuachana na mali zake na vitu vyote vya thamani, akasema okay, mimi nipo tayari kwa ajili ya Injili, ni kwamba tusishikamane na hivi vitu, kwamba mimi niko tayari kuwa Kristo, yani mimi niko tayari kumshika Yesu. Kama ndugu zangu watanikataza kufanya hivyo, basi bora niachane na ndugu zangu, au bora nisiwasikilize ndugu zangu, nikasikiliza ndani yangu Kristo ananiambia nini. Kama ni mali yangu inataka kunikosanisha na Kristo, kwa namna gani? Kama nitaonekana nategemea sana mali kuliko kumtegemea Mungu ndani yangu, kuliko kumtegemea Kristo Yesu, basi moja kwa moja mimi nitakuwa nimekosea sana, moja kwa moja nitakuwa niko nje ya imani. Kwa ndo maana Kristo anasisitiza hapa, kama mtu atakubali kuachana na hivi vyote, hivi ni vitu vya muhimu lakini sio vya msingi. Wa msingi hapa ni Kristo. Ndugu ni wa muhimu, mashamba ni ya muhimu, mali za muhimu, lakini Yesu ni wa msingi na ni lazima uwe naye, kwa sababu kuna maisha baada ya mwili kuchakaa. Miili ambayo tunaishi tulionayo haidumu milele. Kwa hiyo tumepewa umilele, kwamba hata miili yetu ijapochakaa tutaishi tena maisha mengine. Ndio maana hapa anasema hivi, atapata mara 100 mtu yote atakayemtegemea Kristo, mtu yote atakayeacha hizo mali na vitu vingine vyote kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya Injili, basi anao uhakika hapa duniani atapata ndugu wengine wengi. 1, 2, atapata mali nyingine nyingi. 3, lakini zaidi atapata uzima wa milele. Ndio hiyo, kuna ni mara 100 hapa duniani kisha uzima wa milele. Kwa hiyo watu wa Mungu, ile dhana ya kuamini kwamba Mkristo akiwa tajiri hawezi kuurithi ufalme, hiyo ni uongo. Unaweza kuwa Mkristo na unaweza kuwa tajiri na ukaurithi ufalme vizuri kabisa. Unaweza kuwa tajiri na unaweza ukaokoka na ukaurithi ufalme na ukaendelea na utajiri wako katika Kristo Yesu. Kikubwa tu kusimama katika Kristo basi, kwa sababu hapa amesisitiza kwamba ategemeaye. Kwa utajiri au mali sio za kutegemewa, wa kutegemewa ni Mungu. Kwa kuna watu wako tayari kufanya jambo lolote kwa ajili tu ya kutunza heshima zao au nafasi zao au ule utajiri wao. Ndio maana kuna wengine wako tayari hata kuua. Sasa huyu mtu akishafikia hatua, huyu mtu tayari ameshamwacha, yani hana Mungu ndani yake au hajampokea Kristo, kwa sababu mtu yote aliyempokea Kristo hawezi kuipenda mali kuliko kumpenda Mungu. Hatuna maana kwamba mali sio nafasi ya Mkristo, na hatuna maana nyingine kwamba Mkristo anatakiwa kuwa maskini. Hapana, Mkristo anatakiwa kuwa tajiri, kwa sababu maana ya kumpokea Kristo ni kukombolewa rohoni. Lakini baada ya kukombolewa rohoni, ile nguvu ya rohoni inavyofanya kazi ndani yetu ndio inayotuwezesha kuyafanya mambo mengine hata katika mwili, kuyatenda matendo yaliyo mema ambayo Mungu alishayaumba kabla hata ya misingi ya dunia kuwepo. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inayotuwezesha kuyatenda matendo mema ndio itakayotuwezesha hata katika umiliki na utawala, kwamba tutawekeza sawasawa na mapenzi ya Mungu, na Roho Mtakatifu atatuongoza katika majira na nyakati sahihi za kuwekeza na maeneo sahihi ya kuwekeza, na pia tukapata faida. Kwa hiyo swala la Mkristo kusema kwamba Mkristo anatakiwa kuwa maskini ni uongo. Huo ni mtazamo mbovu na potofu, unaweza ukakupoteza. Na ukisema kwamba okay, mimi nafurahia umaskini kwa sababu ndio unanipa uzima wa milele, ndugu yangu, unaweza baadaye ukaanza kujutia kwamba kwa nini niliishi maisha ya shida duniani wakati haikuwa dhambi kuwa tajiri. Hakuna sehemu maandiko yamesema kuwa tajiri ni dhambi. Hata Yesu mwenyewe kwenye maandiko haya hajasisitiza kwamba utajiri ni dhambi. Alisema itakuwa shida, kwamba wapo matajiri watakaojitoa, kwamba hata kama ni pesa ninazo, lakini nampenda Kristo na namtumikia Kristo na nitamuishia Kristo. Kwa hiyo swala si kuwa tajiri, swala ni kutokutegemea ile mali, kwa sababu Yesu alisema itakuwa shida kwa yule anayetegemea mali urithi ufalme. Kwa hiyo mtu yote unayesikiliza habari hii, hatutaki kutegemea mali zetu, hatutaki kutegemea akili zetu, hatutaki kutegemea nguvu zetu, japo tunatakiwa kuvitumia, lakini hatutaki kuvitegemea kwamba mimi ndo ukitoa hizi mali ndo basi nimekufa au kwisha. No, kwa sababu uzima unapatikana katika Kristo, na maandiko yamesema sisi hatutaishi kwa mkate. Yani mkate umebeba tafsiri pia kubwa. Si hatutaishi kwa fedha peke yake, hatutaishi kwa vitu ambavyo tunaviona vya material hapa duniani. Tutaishi kwa neno litokalo kwa Mungu. Kwa neno linaloingia ndani yetu ndilo litakalozaa sana ndani yetu na kutujenga tukawa zaidi. Ndio maana hapa kwenye mara 100 Yesu anasema kwamba atapata ndugu waume, atapata ndugu wake, atapata watoto
mashamba, vyote vitarudishwa mara 100. Kwa hivi vitu haviwezi kimsingi, hatuwezi kupoteza ndugu, hatuwezi kupoteza mali zetu. Ukimpokea Kristo huwezi kuzipoteza hizo. Unaweza ukaendelea kufanya shughuli zako, unaweza ukaendelea kufanya mambo yako, lakini ndani yako Kristo akawa ndio tumaini. Na Kristo akiwa tumaini, kwa sababu Kristo ameweka, akishaingia ndani ya mtu, kuna nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Ile nguvu ndio inayotuongoza kuyatenda matendo mema. Achana na matendo ya kuigiza. Of course, watu wanasema anatenda matendo mema na wasaidia wahitaji na nini. Ndio maana yule huyu tajiri pale mwanzoni, Yesu alipomuuliza swali, unazijua amri za usiue, usiibe, usizini, usishuhudie uongo, kuheshimu baba na mama? Jamaa akasema mimi toka utoto hizo nimezishika vizuri. Kwa hakuwa na kipengele chochote. Sasa hii ilikuwa ni, of course, kushika amri sio ni jambo moja, lakini kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni jambo lingine. Unaweza ukashika amri na wala usiziishi katika mapenzi ya Mungu. Ndio maana unaona sehemu nyingi Yesu alikuwa anajaribu kurekebisha na kuweka sawa, kwa sababu amri inasema usizini, lakini hakuishia pale. Akasema hivi, utakapomtazama mwanamke au mwanamume, ukitakapomtazama mwanamke kwa kumtamani, umekwisha zini naye. Kwamba haya mambo hayaishii tu katika mpaka mtu afanye, hata katika mawazo, hata katika nia. Kwa hiyo nia zetu na mapenzi ya mwili haya ndio ambayo yanamfanya mwanadamu atende dhambi. Kwamba nia yangu inataka kitu fulani. Kwa mfano, mimi natafuta utajiri ili nipate nini? Lengo langu ili iweje? Kama natafuta utajiri au natafuta pesa na mali kwa ajili ya kujikimu, kuwasaidia wengine na kuifanya kazi ya Mungu iende vizuri, basi mbele za Mungu inakuwa ni utukufu. Lakini kama mimi natafuta pesa na utajiri kwa ajili ya kuwafanya wengine waone kwamba mimi ni super, mimi ni giant, mimi naweza, mimi ndio kila kitu, kwa kweli nia yangu itakuwa imeshanikosesha mbele za Mungu. Hata kama ndatoa pesa kuwasaidia, lakini nia yangu inaonyesha kutaka kushindana na watu, nia yangu inaonyesha kutaka kuwaonyesha watu, nia yangu inaonyesha kutaka kujionyesha kwa watu, si kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa vitu vyote tunavifanya au kazi tunazifanya sio kwa ajili ya mashindano. Ndio maana maandiko yanasema yatendeni mambo yote pasipo mashindano. Sio na mashindano, manunguniko na vitu kama hivyo havitaki kuwepo, kwa sababu kama tutafanya mambo kwa mashindano, kama tutafanya mambo pia kwa manunguniko, hatumpendezi Mungu. Kwa hiyo wokovu wetu unakuwa ni bure. Lakini kwa kuwa Kristo yupo ndani yetu na Roho yake anatuongoza, basi ambaye anaongozwa na Kristo hawezi kuyafanya mambo hayo. Na kama anafanya mambo hayo, basi mtu huyo ana changamoto kwanza ya kutokujifunza neno la Mungu kwa usahihi. Pili, ana changamoto ya kutokutii maelekezo ya Roho Mtakatifu ndani yake. Tatu, ana changamoto ya kimapokeo. Anaweza kawa hajaamini tu, ila kuna shida imemfanya amkimbilie Yesu. Labda amemkimbilia Yesu kwa sababu ya magonjwa, amemkimbilia Yesu kwa sababu ya utajiri, amemkimbilia Yesu kwa sababu ya kupata mke au mume. Sasa kama mtu atakimbilia kwa Yesu au atamwamini Yesu kwa ajili ya kupata vitu, wokovu wake huyo mtu hawezi kuwa strong, hawezi kuwa na nguvu, kwa sababu atakapovikosa vile vitu anaweza asimwamini kabisa Yesu, au atakapovipata vile vitu anaweza akaacha kumwamini Yesu. Kwa wokovu haupo katika vitu, wokovu upo katika Kristo. Wokovu haupo katika vitu, wokovu upo katika Kristo Yesu. Kwa mimi natakiwa kumwamini Yesu kama Yesu kwanza, kwa sababu yeye ndiyo mkombozi wa maisha yangu. Moja. Mbili, mimi kwa sababu nimeumbwa na Mungu, mimi nimeumbwa na Mungu. Kwa hiyo kwa kumpokea Kristo ninarudi kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa maana kubwa ya mimi kuokoka na furaha yangu kuokoka ni kwa sababu kwa kupokea wokovu ninaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya mwili, sio mapenzi ya mipango au maono tu ya kwangu. No, ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu hata hayo mapenzi ya Mungu pia yanatusaidia kuweka plans, kuweka mikakati ya kufanikiwa na kuweka mikakati ya kufanya mambo fulani hapa duniani. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ndio kitu cha muhimu zaidi, ndio kitu cha muhimu zaidi katika maisha yetu kuliko vitu. Kwa tunapomwamini Kristo, tunamwamini Kristo kwa Kristo, sio Kristo kwa mali, Kristo kwa nyumba, Kristo kwa mke au mume, Kristo kwa magonjwa. No, japo hivi vitu sasa vipo. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaombea watu, mapepo yakaa na watoka hao watu. Sasa wakarudi kwa Yesu wakiwa wamefurahi sana, wakamwambia Bwana, sisi huko tumekemea mapepo na yakatutii. Akasema msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Watakuja kugundua kwamba kukemea pepo, kukemea magonjwa na vitu kama hivyo, hiyo ni kesi ndogo sana mbele za Mungu.
Kesi kubwa zaidi ambayo mimi ni ya muhimu na ya msingi kwa mtu yeyote anayeamini ni jina lake kuwa katika kitabu cha uzima, kwamba mimi kuhesabiwa kuwa mwana wa Mungu, mimi kuhesabiwa kuwa mtoto wa Mungu. Kwa hicho ndio cha muhimu zaidi kuliko hata mimi kuona mapepo yanatoka, mimi kuona magonjwa yanafunguliwa. Yani kwamba hayo mambo yapo na Mungu ameshatupa uwezo huo ndani yetu wa kuombea, kuweka mikono juu ya wagonjwa na wahitaji wakahudumiwa na wakapona, wengine wagonjwa wakapona, wenye uhitaji wakapata suluhisho kupitia sisi tunaoamini au kupitia wewe unayeamini. Lakini huo sio msingi wetu, kwamba mimi ninaishi nikifurahia tu watu kupona. Siufurahii wokovu kwa sababu mimi siufurahii wokovu kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu, na ufurahia wokovu kwa sababu ya watu kupona. Sasa inaweza ikatokea scenario mtu asipone, je, ndachukia? Kwa hiyo ndio maana Kristo anasisitiza msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hiyo ndo pointi ya msingi zaidi. Kwa kutii, mapepo kutii na vitu kama hivyo na magonjwa kutoka ni kitu ambacho Mungu ameshakiweka ndani yetu, kwa sababu tunaamini, basi tunao uzima. Yani huo uzima upo, ni pai au kwepeki. Ni kama tu ilivyo mtu ambaye yuko hai kupumua, haufanyi kazi ya ziada kupumua unless uwe mpata shida, lakini kama hauna shida yoyote, kupumua ni kitu ambacho kipo siku zote. So hatufurahi kwa sababu mapepo yanatii, tunafurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na hiyo ndio sababu kubwa ya wokovu wetu, kwamba wokovu wetu haupo katika vitu. Wokovu wetu haupo kwa sababu nikiomba napata fedha, au nikiomba napata kazi, nikiomba napata kazi nzuri, nalipwa vizuri, then nafurahi. No, hiyo sio sababu kubwa, kwa sababu wapo watu ambao hawaamini na wana kazi nzuri na wanalipwa zaidi hata ya mtu aliyeomba kwa Mungu. Kwa hiyo swala sio kupata, sio matokeo ya kuomba. Swala ni kuwa mwana, kufanyika mwana. Hicho ndio kitu cha muhimu kuliko vitu vyote. Jina langu kuwa katika kitabu cha uzima, hicho ndio kitu cha muhimu kuliko vyote, kwa sababu mimi ni wa Mungu na Mungu yuko ndani yangu. Kwa hiyo mimi kama sitakuwa wa Mungu, nitakuwa tayari niko nje ya mapenzi yangu. Kwa kitu cha muhimu katika maisha ya mwanadamu kumrudia muumba wake, kwa sababu tumeumbwa kwa ajili ya Mungu na Mungu yupo ndani yetu. Ukishampokea, basi unao uhakika wa uzima wa milele. Kwa mwili ujapochakaa, tunao mwili usiochakaa ndani yetu. Huo ndio ambao utaishi milele. Kwa ndio maana kuna mahali hata Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Mtu anayeamini haogopi kifo kwa sababu tu moja, ana uhakika wa uzima wa milele. Mwili ujapochakaa, mwili ujapoharibika, mwili ujapoishiwa nguvu, ninao uhakika wa kuendelea kuishi.